Maanisha wazazi wanafanya kazi mzuri na wanafunzi wanafanya kazi mzuri. Sema kweli. Na mimi nimefurahi sana kukua hapa. Na kwa sababu nyinyi watu mmejikaza. Wakati mmeniambia maneno ya computers pale kwa ofisi, nimeweza kuandikia rais message hapo, nikatafuta mti yake ya mkono mwenye anauzika na hiyo maneno, na ameniambia by next week mtakuwa na kompyuta 30. Mtaletea kompyuta 30. Si kweli? Toka tumetoka kwa 5 tuko kwa 35. Na nasikia mnataka 50. Si kweli jameni? So mimi nataka niseme kukuja kwangu hapa ni baraka kwenu na ni baraka kwangu kujua eneo hili ya kwenu. Pia nimeongea na Joshua Chama na mwalimu mkuu, wakaniambia sijui mnatoa maji wapi huko juu. Imekuja inahangaika hapa kwa mtu mwingine hapo, alafu mnahangaisha ikuje hapa. Si kweli? Mimi nitaongea na PS Kimodo ni waombe bond. Aje awajengee bond hapa kweli. Na hiyo jamani, sije mtanikumbuka naye nilikuja hapa. Hapa ni aje wanafunzi? Mtanikumbuka naye nilikuja hapa. Si kweli? Alafu vile pia nataka nimesikia maombi yenu imekuwa mingi. Mimi nimetatua ya maji na nitatatua ya kompyuta. Na nimesikia pia mko na wanafunzi wako na fees arrears wengi, si ndio? Hiyo mimi nitalipa nusu. Nasikia huko umesema shilingi 1400. Mimi nitatoa shilingi 1200 ili ufanye hesabu ya hao wanafunzi upunguze hiyo ofisi yao ikuje chini. Sema hiyo. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa. Si tukiwa taifa hili sisi ni kitu moja. Na ndio unasikia sisi tunahubiri amani. Na tunahubiri tushikane. Tuache kusema huyu ni Mkamba, huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mkalenjin. Ni ujinga Yesu nikatusaidia. Kukuja kwangu hapa, nitakuja hapa nibadilishe maisha ya watu wawili. Mbunge wa hapa akuje kule kwetu abadilishe maisha ya watu wawili. Na sisi wote tuungane tuwe kitu moja. Si kweli? Mimi wakati niliambiwa jana usiku niwache safari nilikuwa naenda nikuja hapa kwenu, sikuwa na sababu yoyote kusema sitakuja. Kwa sababu hapa ni Kenya. Hapa ni nchi yetu. Sisi ni kitu moja. Ama namna gani? Ndio nataka niwaambie hii siasa hii tunakuanga naye. Ikifika 2027 tufanye siasa. Lakini baada ya 2027 tunawacha siasa, tunafanya maendeleo. Tulifanya siasa 2013 kwa mirengo ile ya Kenya Kwanza na ile nyingine ya Kalonzo na Raila Odinga. Hatukuwa tunajua ni mrengo gani itashinda. Si ni kweli? Na sisi tukapata bahati tukashinda. Na ndio unaona sisi tunasuka Kenya msiba, tunasema tutafanya kazi kwa wananchi wote kama vile unafanya ukiwa kwako. Mimi nimekuja hapa na sikuja hapa na akili tofauti kusema ati hapa sio kwangu. Yale ninaweza kufanya hapa ninafanya. Kwa sababu sisi wote ni viongozi tulichaguliwa na Mwenyezi Mungu anajua ni kwa nini. Na ndio mimi nataka niwaombe na msikize kwa umakini. Wanafunzi, ninyi ni wanafunzi kwa sasa kwa muda kidogo. Baada ya mwaka mmoja kuna watu watatoka kwenda university, si kweli? Baada ya muda kidogo kuna mwenye atamaliza university atapata kazi. Baada ya muda kidogo akipata kazi anapata familia, anaendelesha maisha yake. Sisi wote tuwe na nidhamu. Ukitoka hapa nyumbani, umesomea hapa, uende University ya Nairobi, inatakana ukumbuke useme kule nimetoka ni nini nitaenda kubadilisha katika jamii yangu ama katika kijiji yangu. Kwa sababu sisi viongozi wengi tunakosea wananchi. Wakati tulikuwa tunafanya siasa 2013, sisi tulikuwa na slogan yetu tunasema bottom up na maneno mengine. Hao wengine walikuwa wanasema yao. Lakini unapata immediately after election kuna watu bado wanataka tufanye siasa. Hawataki tufanye kazi. Mimi nataka niwaambie na mnisikize kwa umakini. Sisi kama Kenya Kwanza tutang'ang'ana kweli kweli. Na tuko na mwaka 2.5 kwa serikali. Na kwa hii serikali ukiona hiyo fujo ni mingi, hiyo unaona hiyo ni kwa sababu wale walikuwepo. Na wale tulipishana na wao. Na wale wanatupinga. Na hata ule tulivugusa mwenye anatupinga saa hii anajua
ile kazi tunafanya sio rahisi. Tunajenga soko, tunajenga barabara, tunajenga mambo mingi. Tumetoa fertilizer ile ilikuwa shilingi 6,000. Imefika shilingi 2,500. Ile mahindi najua chairman Bishop. Unajua sasa zingine hii siasa yetu nyinyi mnahubiri kwenda mbinguni. Nyinyi mnatuhubiria sisi tuende mbinguni. Sisi tunahubiri hapa duniani. Sisi ni kitu moja, ni tofauti tu. Wao wanahubiria yenyewe iko juu kidogo, sisi tunahubiria hapa. Lakini sasa tofauti ya hii ya dunia na ya juu. Unajua kwa sababu mimi nisalio Bishop nimesikia Mwenyezi Mungu anarudi. Na mimi niko hapo. Ninaongoja tu siku ile atarudi ndio siku ya tafika. Walisema hatujui saa wala tarehe. Akifika tunakwenda ama nani? Lakini sasa Bishop yetu ni mzuri tena kidogo kwa sababu mnaona yani tunaongea maneno yenyewe iko hapa. Hata ikifika siku ya kura tunasema ni tarehe 8 mwezi wa tarehe sijui ngapi mwezi wa 8. Lakini yenyewe ya mbinguni tunasema tu tunaongojea tujui saa wala tarehe. Si ni kweli jamani? Na tunaamini. Mimi nataka niseme hivi. Nikiwa hapa. Sisi wote tukiwa viongozi. Uchaguzi ikiisha tufanyie watu wetu kazi. Na tuache chuki. Unajua kiongozi anaonekana ni kama mtu mchafu na mtu msafi. Unajua mtu msafi hata akiwa na shati moja utajua huyu mtu ni msafi. Mtu mchafu hata akiwa na mango 50 utajua huyu mtu ni mchafu. Si kweli ama ni uongo? Mtu msafi hata akiwa na shati moja anapiganga pasi, unaona yenyewe imeruka wakora lakini ni jamani msafi. Ni sawa na hii siasa tunafanya. Huyu William Ruto amekuja na bottom up, amekuja na maneno ya sokoni, anajenga sokoni 400 saa hii. Ila alisema bottom up mama mboga. Unajua watu wanakuja ati mama mboga atembelewe sijui afanywe nini. Mama mboga ni yeye kujengea soko. Yenye iko na toilet, iko na mahali pa kupumzika, iko na cool, mahali pa kuweka chakula haiwezi kakauka. Hiyo ndio bottom up ya mama mboga. Tunakuja maneno ya SHA. Kuna watu wanapinga SHA mpaka saa hii. Yaani mimi nilisema tusiongelee SHA, SHA yenyewe itajiongelea. Kwa sababu ile NSSF watu walikuwa wanaiba pesa. Wale wakora wa hospitali. Mtu anafanya surgery moja, anaandika surgery 10. Lakini hii ni wewe na kompyuta. Hii SHA ni wewe na kompyuta. Unafinya hapo inakwambia nitakulipia pesa fulani. Inaenda na inalipa saa hiyo. Si ni kweli? So hivi tu hii maneno mengine yote siasa duni tuache. Na ndio Bishop, unajua hata kiongozi wa hapa Kalonzo Musyoka tunamheshimu sana. Na mimi najua ni mtu ya kanisa. Lakini sasa kwa siasa yake yote amekutana na wakora this time. Anatembea na mtu mwingine ajui mbele wala nyuma, kazi yake ni matusi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Alikuwa naibu wa rais, aliaika nyaka hapa. Alikuwa naibu wa rais, alikuja hapa akasema nyinyi kura yenu ni kidogo. Sijui haijai nini. Hani juzi nimesikia anasema ati Kalonzo ni kasini yake. Wakora wako hii town. Wakati alipewa uongozi kuwa naibu wa rais, alinunua hoteli 5. Anionyeshe mimi leo niko na kwa uongozi miaka 12. Tembea kule kwangu. Tembea kwa nchi zingine nakwambia nimefanya hii, nimejenga kanisa hii, nimejenga hii, nimejenga ile. Ule mtu atuambie hata madhira peke yake kama maijenga choo. Choo kama maijenga. Mimi leo nimekuja hapa. Nimesuluhisha maneno ya kompyuta. Nitaenda kusuluhisha maneno ya maji. Nimelipia watoto wenye fees kidogo. Nitanunulia watoto mkate kama sijaenda. Nitahakikisha hiyo maneno ya basi tutafika mahali lazima tununue basi. Sasa ule kazi yake ni kuzunguka. Nilikuwa naona juzi nikifanya empowerment kule kwangu chama. Amepiga kelele kweli, anasema ati wewe unaona huyo William Ruto ikiwa kwao, yani mtu wa fitina. Na wacha niwaambie watu ukabali. Ukiona kiongozi anakosana na watu 5, 10 kila siku, ujue makosa si ya hiyo watu, makosa ni huyo kiongozi. Ukiona kiongozi anasimama kila siku, kazi yake ni kutusi mjumbe. Mimi nimekuja hapa kwenu. Mjumbe wa hapa ni wa Wiper. Umesikia nitamtusi? Kwa sababu ninamheshimu. Nyinyi ndio mlimchagua. Lakini yule anasimama kila mahali, akifika hapa kwa Kawaya anatusi Kawaya. Atafika hapa atusi huyu. Afike mbele na wachi hata kuku. Anaongea maneno chafu inatoka kwa mdomo yake. Kila siku nataka uangalie mtandao. Wewe umepewa ambao umekuwa na naibu rais, umeshinda kuchunga kiti. Sasa wewe uko opposition.
Mimi bwana naombe nyinyi Wakamba, mwache kupotea kila siku. Miaka inaenda. Mwache kupotea. Ule Kalonzo tutamuongelesha. Tumejaribu kumuongelesha tushikane, akapiga kona. Lakini this time utuombe Mungu atusikize ili tutembee na yeye. Hawaje kutembea na mtu aendi nowhere. Sasa ule mtu wa nusu tamu, mtu impeach, anaenda wapi? Kila siku anaongea matope. Hata leo ukifungua simu yako, utaona vitu anaongea. Hawezi ongea mambo ya maendeleo. Hawezi mama akasema atasomesha mtoto. Hawezi akasema nitasimama nijenge kanisa. Hawezi akasema nasimama nijenge shule. Hawezi akasema nitachangia kwa basi kama hii. Angekuwa amesimama pale sasa na matuzi mingi. Kazi yake ajenda yake kuanzia asubuhi mpaka jioni, Kasongo aende nyumbani. Kasongo ni wanda mama sio wanda. Yaani ajenda yake ni William Ruto. Sasa wewe ajenda yako ukitembea kama ni wewe huko kwa kanisa na ajenda unaenda kanisani alafu ajenda yako ni pastor. Kazi yako ni kupiga tu pastor leo unajua huyu pastor hata alifaa ni suti imeinama kidogo. Kesho unasoma unajua hiyo pastor uliona hiyo fiatu nyingine afanana leo nyingine. Sasa ule jamaa kazi yake ni kushika watu. Mimi nataka niwaombe nyinyi watu ukabali. Mtukubalia na muombe Kalonzo tufanye kazi na yeye. Uongozi sio lazima ukalie kiti. Uongozi mnakaa chini. Unasema mimi kama Stephen Kalonzo Musyoka nimekubali tufanye kazi na hii serikali ama nimekubali kuona na ule Ruto. Mimi katika Ukambani shida yetu ni maji. Shida yetu ni barabara. Shida yetu ni mashule. Itatuliwe. Kwa sababu sasa mimi nawaulize hata nyinyi mngekaa tu mzuri hivi. Mngekaa tu na mtu pime hivi nyinyi watu wa Ukambani. Kalonzo alikuwepo na Raila Odinga, Uhuru Kenyatta. Serikali yote na ile watu wengine wote. Lakini Mungu alitujalia tukapata serikali. Sasa mimi nikuulize, huyu wa Munyoro tumevugusa yeye kutoka kwa kiti. Ashikana na Kalonzo. Hata sisi tukifunga maji wanaweza kutushinda. Hata ukifunga tu maji hivi, yani ukae tu hivi, watatushinda wakipigia wapi. Ni vizuri tumiane ukweli. Unajua? Ukweli ni mzuri. Sindarudi hapa after election. Kama hii barabara imeisha. Kama board maji imefika. Ni kama nimekuja na kompyuta itakuwa hapa. So tutakuwa na nikumbuka unasema ule jamaa alikuja akatufanyia 1 2 3. Na ile ule mtu wa Munyoro kuna kitu anasakumbuka kwa hii dunia. Si ni matusi tu. Kuanzia asubuhi mpaka jioni. So mimi nataka niwaombe mtukubalie tufanye kazi pamoja. Kabla sikuja hapa, niliongea na mjumbe wenu na akaniambia karibu sana. Ukifika hapo ni wasalamia. Mnakubali salamu yake? Ndio. Mimi asubuhi unajua mimi ni mtu ya mkono ya chini kabisa kwa wote. Lakini mimi ni mtu najikasa. Si ndio hiyo? Niongea na rais jana usiku. Akaniambia alikuwa anafaa kuja hapa kwenu. Lakini sasa Kipchumba amemwambia pia ako na kazi. Kwa sababu unaenda huko peleka salamu zetu. Mtapokea salamu zetu? Mnapokea salamu ya rais? Mnakaribisha mchango wake ya basi? Kabisa. Ya mwisho. Mimi niwaulize ninyi watu wa Ukambani. Bei ya mafuta ilikuwa pesa ngapi? Tukiingia kwa serikali. Ilikuwa 217. Leo ni 200, ni 180 na nini? Na 76. Na wale watu wanasema tu hakuna kitu kimefanyika. Fertilizer ilikuwa shilingi 7,000. Leo ni shilingi 2,500. Na ndio chakula imekuja chini. Dola ilikuwa 160. Sasa ni 128. Kwa chini ya mwaka ngapi? Mwaka 2. Ile pesa tulichukua, tuliwalikata ile housing levy pamoja na walimu wetu hapa, hata sisi wote tumekatwa. Ile kitu nilisikia walimu wakisema, kwanza walimu, unajua walimu kwa kijiji yote hawa ndio wanatumianga pesa yao vizuri. Ukitembea katika taifa la Kenya, ukienda upate kwa vile juko nyumba imejengwa mzuri, utasikia ni ya mwalimu fulani, ni ya mwalimu fulani. So hao walimu walisema tumekubali mkate hii pesa, lakini isiibiwe. Sio ni ukweli? Ukiona saa hii kila county manyumba inamea. Unajua kuna kitu wewe ficha. Unaweza ficha mimba? Sinaonekana. Kama namna gani? Nasikia hao wanapiga kelele wao sijui nini lakini manyumba kila siku inafanya nini? Inapanda. Tumeanza kufungua ya kwanza. So mimi nataka niwaombe kwa heshima kubwa. Sisi wote tuungane, tuko wa Kenya. Tushikane. Huyu bishop amefanya urafiki na rais, amefanya rafiki na Murkomen. Sasa leo mimi nimefika hapa nimekuwa rafiki yake. Ni baraka sio baraka? Si ni baraka?
Ama namna gani? Wangapi wanasema tufanye kazi pamoja? Wangapi wanasema tufanye kazi pamoja? Nyinyi wote? Mimi nataka nishukuru sana kwa sababu bado niko na kazi mingi kule mbele. Nyinyi wanafunzi, mheshimu wazazi wenu. Mheshimu walimu wenu. Hiyo ndio itakusaidia wewe as a person. Haiwezi kusaidia mkiwa group. Itakusaidia wewe as a person. Na msome kwa bidii. Na nimeona pale mnakaa mko sawa sana. Nimesikia wimbo umeimba hapa, nimeona wale vijana watatu hapa, yani walimu wenu mnataka niwape pongezi. Pongezi sana kwa kazi nzuri mnafanya kwa wanafunzi. Na nimeuliza wanafunzi, wakaniambia wanafunzi wako hapa ni wanafunzi 687. Nikauliza mwalimu mkuu, mkate moja ya wanafunzi hapa ile mkate kubwa ndio sangapi? Ameniambia bei. So mimi nitawacha shilingi 1150 ya hao wanafunzi. Wanunue mkate ya kesho na kesho kutwa. Si ndio? Ya siku mbili ama namna gani? Si ndio mkiona Nairobi siku ile mtakuwa university mnasema wale jamaa litembea kwetu. Ama nyinyi mweni university? Mtakuwa hapa area hii? Na niwaambie nyinyi wanafunzi na mnisikize. Nyinyi hapana watu wadogo sana. So umesoma hapa nyumbani? Unataka uolewe hapa nyumbani? Mimi naambia nyinyi, si nyinyi nimeona wasichana na vijana iko ni mixed ndio. Kila mtu akae kwa line yake. Na wewe msichana usikubali kudanganywa na mtu ni mko naye hapa anakuambia ati uko boyfriend na girlfriend. Ulise yeye tutapelekana na wewe wapi? Ambie wacha tuanze tumalize masomo. Twende university. Baada ya university tuongee maneno mengine. Kama namna gani? Na mimi nataka nyinyi wasichana mko wakora, nyinyi wenyewe mko wakora. Msikubali kudanganywa na mtu ya boda boda. Sawa. Kadiwe imagine umesaliwa hapa, umesoma primary hapa. Umesoma secondary hapa. Tena mtu akudanganya tena wa hapa ubaki hapa hata ujefika Nairobi. So utakuwa mtu mjinga sana. Sema hata udanganyiwe London, songe hata huko udanganyiwe huko London huko mbele. Kushinda udanganyiwe hapa nyumbani. Hapa namna gani? Na nyinyi wanafunzi wasichana niwaambie kitu. Mkitaka kujua ukweli ya maisha, kaanga na hao mama hao. Unaona hao mama wenyewe wamekaa hapa. Kuna wale walidanganywa wakiwa primary hapa. Hapa. Uliza hao maisha yao vile imepiga hawa. Kuna mtu alidanganywa akapata mimba akiwa primary. Kuna mmoja alidanganywa akiwa secondary. Wako tu hapa. Siku moja tafuta utapata kana ya ulize mambo namna gani. Hata kuambia bila bebeba maji. Akienda kuni, akiangaikia mtoto nyako na fulani. Wacha niwaambie, someni kwa bidii, mkuje mngangane na watu Nairobi, endeni Amerika, enda wapi, enda Dubai, basi ukirudi kwa kijiji wanajua fulani amefika. Ama namna gani? Si ni kweli ni wazazi wetu. Na tuombeane, na tupendane. So mimi nataka niwachie hapo. Wacha kwanza nipatie nyinyi pesa ya mkate. Sitaki alafu mseme ile mtu aliongea tu. Wapi nuru kwa pesa ya mkate? Haya. Sasa sikizeni wanafunzi. Sikizeni. Ngoja. Tulia. Sasa 1200 hapa ya ile fees mliomba. Ndio? 1150 ni ya mkate wenu. 1050 ni ya walimu. Yote ni 1400. Wapi nuru? Bunge wa kudumu wa Kapsaret. Lakini huyu jamaa huyu ni mwalimu wenu mkuu. Ni Mkamba. Lakini akai Mkamba na kama Mkalenjin. Huyu tutachunguza mambo yake. Huyu sio bade sana, tutachunguza huko Kericho huko, si hata upande lingine na kama Mkalenjin. Asante sana. Kwa sababu ya muda na niko na kazi nyingine, nimetumwa na mwenyewe kwenye nchi. Sawa. Kwanza nimetumwa na Kipchumba Murkomen. Mtapigia makofi pesa yake? Moja. Akisema moja mnaendelea moja. Piga sana. Ya tatu. Ya nne. Ya tano. Ya sita. Ya nane. Ya tisa.
900 milioni moja kutoka Kikuyu na Murkomen. Sawa sawa. 1 million shillings from 1 million from Honorable Onesmus Kipchumba Murkomen. Wapi nuru? Haya. Mimi mwenyewe mtanipigia makofi. Ngoja. Mimi mwenyewe mtanipigia makofi. 1 500 600 700 milioni moja. Wapi milioni moja? We. Na mwenyewe mtampigia makofi. Rais wa nchi. Pigeni 1 Mbele. 3 milioni 1 na 200 na 300 milioni 1 na 500 na 600 na 700 na 800 na 900 milioni 2. Yote inakuwa shilingi milioni 4. 4 milioni. Wapi makofi? Nimeshukuru sana. We, ningalikuwa na miguu kama ya Wakalenjin, ningeichukua ni toroge nayo.